kwamba wale watakaoshinda wataimba wimbo wa mzanani. Kwa hiyo mbinguni wote tu waimbaji. Anayesema hana mpango wa kuimba, yani kule roho ya nabii anasema itapigwa hii tu, wote wanaitikia hata bila kujifunza. Mungu awabariki sana. Na wanakwaya wote Mungu awabariki kwa ujumla. Na kipindi kilichoko mbele yetu ni kipindi cha afya. Afya ni mtaji. Afya ni nini? Kipindi chetu sio ubiri, ni tutaruhusu maswali, tutaruhusu kwenye nyongeza pia. Napenda kwanza nitambue wataalamu wa afya walioko hapa kwa kada zote. Mikono yao nione hewani. Ikiwa wewe ni mtaalamu wa afya, uwe mfamasia, uwe mtu wa usingizi, uwe daktari, Mungu akubariki sana. Kwa nishapata walimu wa kusaidiana nao. Na kabla hatujaendelea tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunashukuru kupatia nafasi hii. Tunahitaji tujifunze kwako kupitia afya zetu, jinsi ulivyotumba kwa namna ya ajabu. Lakini magonjwa yamekuwa yakitushambulia, tunahitaji tujifunze namna ya kuyaondoa katika miili yetu. Hatutaweza kujua kama hautokuwa pamoja nasi. Hivyo tunakuomba wako yule mfundishaji afungue milango yote ya ufahamu ya kila mmoja, atufundishe na kisha yakatubadilishe katika jina la Yesu. Amina. Somo letu la afya limejengwa juu ya magonjwa yanayoshambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa nini? Wa chakula. Tunapozungumzia afya, kwanza tupate maana halisi ya afya. Tunaposema afya ni nini, tunamaanisha nini? Afya ni nini? Hata kwa Kiswahili wapo walimu wanafundisha sayansi kule la 3, la 5, la 6. Afya ni nini? Anayeweza kujaribu? Afya ni nini? Somo form 2. Afya ni nini? Afya Wasukuma wanasema health is a state of being well, mentally, psychologically, physically, biologically and socially. Hallelujah. Kwa hiyo afya ni ile hali ya mtu kuwa sawa kiakili, kimwili, kifikra, kiroho na hata kijamii. Kwa hiyo kuna watu wako vizuri kiakili, wako vizuri kimwili, lakini kijamii hawawezi kabisa. Yaani unakuta ni wale watu wanaishi peke yao tu. Yaani hata kutokea msiba kwa jirani, afanyeje? Huyo ni mgonjwa, ana discontact disorders. Huyo ni nani? Anahitaji kutibiwa. Tuko pamoja? Lakini unakuta mwingine yuko vizuri kiakili na kiroho, yuko vizuri, hata kijamii yuko vizuri, lakini hayuko vizuri kibiolojia. Na ndio maana tunapata kuna watu wanaitwa infertility and impotence kwa wanaume na kwa wanawake. Si nikisema hivyo mnanielewa? Au tumesema lugha ngumu kidogo? Mgumba kwa Kiswahili fasaha tutumie leo. Kuna wagumba. Kwa hiyo unakuta hawako vizuri muda mwingine kibiolojia. Huo pia ni nini? Ni ugonjwa. Lakini leo tutaangalia tu magonjwa yanayoshambulia mfumo wa mmeng'enyo wa nini? Wa chakula. Kabla tujaanza ndani zaidi,
Wengi wanauliza anaitwa nani? Mimi naitwa Deus Machi. Napatikana SBA Hospital. Mimi pia napatikana Bugando Hospital. Sasa leo tutaangalia magonjwa yanayoshambulia mfumo wa mmeng'enyo wa nini? Wa chakula. Haya magonjwa tutaangalia, tunapoangalia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unaanzia wapi? Unaanzia wapi? Huu mfumo unaanzia kinywani. Hapa kwenye kinywa chako Mungu ametumba kwa namna ya ajabu, ametuwekea hadi meno ya aina tofauti. Kuna ambayo ni ya kukatia vitu laini, kuna ambayo ni ya kukatia vitu vigumu, lakini kuna ambayo ni ya kutafunia ya huku mwishoni. Na baada ya hapo tu, hapo ndani kwenye kinywa kuna mate. Na haya mate kazi yake huwa ni kulainisha nini? Chakula. Na baada ya hapo tu mfumo huo umeanza. Ndio soma darasa hata na science form 2. Ukichora digestive system kutoka kwenye kinywa ukishuka, jaribu kuvuta ile picha ya mfumo mmeng'enyo wa chakula. Ukitoka tu kwenye kinywa ukishuka, unashuka kwenye koo la chakula. Hii njia ya chakula Wasukuma wanaita esophagus. Hii esophagus inaposhuka inafika eneo ile hapa karibu na sternum. Karibu na nini? Na sternum. Wasukuma wanaita sehemu ya nini? Kagembe. So mnaita hivyo? Hapa hivi. Inapofika hapa panakuwa na kitu kinaitwa cardiac sphincter. Cardiac sphincter. Hii kwa kila chakula kikishuka, kikiingia tumboni tu, hakiwezi kurudi wapi? Juu. Ile sphincter kazi yake ni kufunga. Na ndio maana unaweza ukala chakula miguu juu, kichwa wapi? Chini. Ila kinakuja huko. Na kikienda tumboni hakifanyeje? Kwa ile ni kufuri, inafunga. Inazuia chakula kisirudi. Na chakula kitakaa pale kulingana na aina ya chakula ulichokula. Kuna chakula kinachokaa muda wa nusu saa, masaa mawili, masaa matatu, mwisho masaa mangapi? Na kule chini kwenye tumbo pia kuna kufuli lingine inaitwa pyloric sphincter. Yenye kazi yake ni kufunga iki chakula kisipitilize, kikae hapa tumboni kwanza, kirekebishwe kiingie kwenye mfumo mwingine, ndio kiruhusiwe kufanyeje? Yaani Mungu ni fundi, tumbo linajua masaa gari mkae hapo masaa mangapi? Matatu au mangapi? Lakini mwanadamu leo hajui kwamba Sabato inajia, ila tumbo lako linajua kila ugali litunze masaa mangapi ndio usiwe kutoka. Na baada ya hapo kunafuata kidude kingine kinaitwa duodenum. Baada ya tumbo, tuvuta ile picha ya tumbo. Duodenum inakunja, ikikunja inakuja na shikamana na utumbo mwembamba. Utumbo mwembamba wanaita small colon. Na huu utumbo mwembamba umejikunja kidogo. Mbona simu unaweza mnaangalia kwenye simu zenu, ukiingia tu Google, angalia mfumo mmeng'enyo wa chakula, ingia upande wa picha, utakuwa unaangalia hapo. Unaweza ukaona vizuri. Na baada ya utumbo mwembamba tu, mahali unapokuja kuishia, unaishia kwenye kidole tumbo. Pale kwenye kidole tumbo panaitwa appendix. Wengine wana ugonjwa unaitwa appendicitis. Ugonjwa wa kidole tumbo. Kazi yake ni kuchuja mchanga na minyoo mikubwa inayoshindwa kupita kwenda kwenye utumbo mpana, inadumbukia mle. Kwa hiyo kakija, watu tunafanya operation, tunakata yanatoka. Na baada ya huu muunganikano hapo kwenye kidole tumbo panapanda, panaitwa sehemu moja panaitwa sika. Hii sika inapanda kidogo, inaunganika na sehemu moja inaitwa ascending, inapeleka hadi katikati fulani maeneo ya hapa hivi. Hapa panaitwa transverse. Huo tumbo mpana ndivyo panda, unatokea huko chini, unapanda kidogo, afu unapiga kwa kuelekea kushoto, then unakunja descending order, unashuka. Huku ukishuka ndio unakuja unaunganikana na anus. Tuko pamoja? Umenipata kidogo sasa? Kwa hiyo tukianza kuzungumza kidogo mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, tunaanzia kinywani mpaka haja kubwa inapotufanyeje? Kwa hiyo tutagusa magonjwa yanayoshambulia huo mfumo.
Na magonjwa makubwa ambayo tutakayoyagusa, magonjwa makubwa mangapi? Mawili. Moja ni madonda ya tumbo. Na kwenye njia ya haja kubwa tutagusia bawasiri kwa undani zaidi. Wasukuma mnahitaji mamondi. Wanyo hata nini? Mamondi. Kwa hiyo tutagusa hapo. Vidonda vya tumbo. Tutaanza na sababu zinazosababisha, kisha tutakuja dalili, then tutakuja matibabu. Nini kinasababisha madonda ya tumbo? Mtu unasikia mimi nina madonda ya tumbo. Sababu ya kwanza ni mawazo. Ni nini? Mawazo. Yaani kuna watu tunawaza hata kula tunafanyeje? Hatuli kabisa. Nimekutana na binti mmoja ananiambia, "Si nina siku 3 sijanywa." Kamuuliza, "Shida ni nini?" Nasema, "Kuna jambo limenipata." "Jambo gani?" Niambia, "Nimeachika." Baba kambeba, anasali hapa. Baba akampeleka Nyamagana hospital. Akalazwa. Wakapima hamna nini? Wakampa dawa, akamrudisha nyumbani. Dawa amesi alikuwa anatupa uvunguni. Baba anajua anafanyaje? Anaumwa. Kapita asubuhi akaniambia, "Ninaumwa." "Anaumwa nini?" Akanielezea hilo tukio lote lilivyokuwa. Kama kwa leo siku ya ngapi? Leo siku ya 3, sijanywa chochote. Kamwambia, "Pika tule, mimi nitakuja tule." Naona. Kwa hiyo wakati akiwa na mawazo kwa muda wa siku ngapi? 3. Hali anyu. Nini kinafanyika kwenye mwili? Mwili unazalisha kemikali moja inaitwa adrenaline. Adrenaline. Hii ikizalishwa inamwagwa tumboni kama sumu. Na inapomwagwa tumboni inaunguza kuta za tumbo, inachoma. Afikisha inameng'enya zile kuta za tumbo kama chakula. Kwa muda ule wa chakula ukifika, yeye hajafanyeje? Hajala. Kwa hiyo inakuwa ni hatari kubwa na inakuwa ni sababu kubwa ya kupata madonda ya nini. Kwa hiyo ni wasii wale mabachara wenzangu, ukiachwa kula kwa jina la Yesu. Sababu nyingine ni kutokula kwa wakati. Ni kutokula kwa nini? Kwa wakati. Yaani kuna watu tunapanga namna ya kula. Utakula saa 2, yani kuna rafiki yangu mmoja tunasoma naye. Yaani anakula saa 1 asubuhi, saa 4 anakula, saa 8, saa 11, saa usiku saa 2 hajalala, ana chakula. Mkilala ndani ana mabofro, ana juice, energy. Kwa hiyo yeye anakula, yani muda wote anaojisikia anakula. Sasa madonda ya tumbo yanasababishwa na kutokula kwa wakati. Roho ya nabii inatuambia Ministry of Healing na MH kwa Kiswahili fasaha tunasemaje? Ministry of Healing tunasemaje? Huduma ya nini? Ya uponyaji ya ukurasa 127. Kusoma hapo hiyo peji nzima inaelezea. Alishauri ya kwamba angalau tule milo mingapi? 3. Ukiweza ule vizuri kabisa hii milo 3 kwa masaa stahiki, ila ikishindikana ule milo mingapi? 2. Tunaanza mlo hadi mlo. Nabii wa Mungu anasema ya kwamba uwe na utofauti wa masaa 5 hadi 6 toka mlo hadi mlo. Sasa wewe una ratiba ya kula milo mingapi? 3. Kama una ratiba ya kula milo 3, hivyo tunategemea chai unywe saa ngapi? Saa 1 asubuhi. Ili chakula cha mchana ule saa 6. Tuko pamoja? Alafu chakula cha usiku ule saa ngapi? Saa 12, na upate masaa 2 hadi 3. Baada ya chakula cha usiku ndio kalale. Kwa hiyo ukila chakula cha usiku saa 12, utapata yale masaa 2 ya kupumzika, ndio unaenda kufanyaje? Kulala. Kwa hiyo sababu nyingine sasa ni kutokula kwa wakati. Ikiwa utashindwa hiyo milo 3, basi ule milo mingapi? 2. Kama utaweza asubuhi kula ushibe. Kama
kama ni asubuhi saa 3, saa 4 kula ushibe. Kisha mchana hapo kama utahisi njaa unaweza ukala tu matunda. Basi jioni chakula cha usiku ule mapema. Tutaona pia sababu inayofuata. Ule mapema upate muda wa kupumzika masaa 2 kabla ya kwenda kulala. Hapo ndipo utakuwa umesaidia kupunguza kupata magonjwa ya tumbo. Kwa hiyo wale ambao tunakula leo, tunakula saa 1, chakula cha mchana tunakula saa 8, usiku tunakula saa 3 au saa 4, kesho tunakula saa 5. Tumbo lilivyo, ule muda wa chakula uliokula jana ukifika tu nazalisha kemikali. Muda wa chakula umefanyaje? Umefika. Na ukifika napozalisha kemikali na kuta tumboni hamna chochote na kuangua zile kuta za tumbo. Hujawahi kusikia kama ujara huo wakati unasikia tumbo linauma, unasema tumbo linauma, utajitahidi hata upate hata maji ya moto au chochote, alafu baadaye inafanyaje? Inatulia. Ni kwamba zile digestive juice zinamwaga kwenye tumbo lako, zinaanza kumeng'enya zile kuta za tumbo, zile mucosa layer na meng'enywa, maana ni laini sana, kisha zinatengeneza kuwa chakula, baadaye zinakuacha na madonda ya nini? Ya tumbo. Na hasa kuna chemical moja inaitwa hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Waliosoma form 2 na form 4 tukiunguza hivi vitu, ukichukua acid ukimwaga kwenye kitu kama hiki kikavu kinafanyaje? Kinaungua. Kwa ukichukua ammonium au sulfuric acid au pure hydrochloric acid ukimwaga kwenye karatasi au kwenye nguo inafanyaje? Inaungua. Hydrochloric acid ipo tumboni, inazalishwa baada ya chakula. Kazi yake ni kuua wadudu wanaopatikana kwenye nini? Chakula. Mungu ni fundi, anajua unakula miogo mibichi na wadudu, kaweka huko kemikali ya kuua wadudu. Sasa ikikuta chakula hakipo tumboni, itaunguza kuta za nini? Lakini pia sababu nyingine ni kumaliza kula unaenda kulala. Yaani kuna wale wenzangu na mimi, yaani umemaliza kula muda huo unapumzika hata dakika hizi, unaenda kufanyaje? Nataka nikwambie iko hivi. Utakapomaliza tu kula ukaenda kulala, wakati mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unaendelea, wewe utakuwa umesinzia. Hauelewi kinachoendelea. Ni kwamba utakuwa umelala lakini mwili unafanya nini? Kazi. Maana 75% ya ubongo utashuka kwenda kumeng'enya nini? Chakula. Wewe ukiwa umelala utakuwa unaota ndoto mbaya. Moja, ufukuzwa labda na fisi na chui, wenzako wote wanakuacha, wewe ndio unakamatwa. Au nyumba inaungua, wengine wote wanakimbia, wanatoka, wewe tu ndio unafanyaje? Ni madhara ya kumaliza kula na kwenda kufanyaje? Ndio matokeo yake. Lakini pia inasababisha kuwa na gesi nyingi maeneo ya hiatal region, maeneo ya kifua hapa. Kwa hiyo gesi inapokuwa nyingi, asubuhi ukiamka utakuwa unapeua tu, utakuwa unafanya hivyo, alafu machungu, alafu kile chakula ulichokula jana haukitaki tena. Sasa ile asidi inapokuwa nyingi hapa kwa mara ya kwanza na kesho, maana ni tabia yako, inafikia tu unakuwa unasikia hapa panauma, panachemka, panauma hapa, hata nikila marage nasikia panauma. Jua kabisa asidi kwako imeshaanza kuwa nyingi. Sio uric acid, ila hydrochloric acid ambayo inapatikana kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa nini? Wa chakula. Sababu nyingine inayoleta madonda ya tumbo ni kula vyakula vyenye mafuta mengi. Vyakula vyenye mafuta mengi. Na mafuta tutaangalia lakini kidogo sana. Kuna aina nyingi za mafuta, na leo wanasema mafuta mazuri ya kutumia ni alizeti, lakini alizeti si mafuta mazuri kabisa. Tafiti zinaonyesha tangu watu tujikite kwenye matumizi ya alizeti, uvimbe kwenye vizazi imeongezeka sana idadi yake. Utakuta katoto kana miaka 22 hakana mtoto, kana uvimbe wa kizazi, kametoa wapi? Sio somo langu leo, tungeliangalia kwa ndani zaidi. Sasa utumiaji wa mafuta, vyakula vyenye mafuta mengi, wakati vinapokuwa vinameng'enywa, vinahitaji oksijeni nyingi ili
na oksijeni. Kwa hiyo haya mafuta yanahitaji yachemshwe na oksijeni nyingi ili kuweza kuyayeyusha yatoke kwenye mfumo wa kuganda. Kwa ukipita madukani utakuta wameanika juani. Hebu just imagine lile jua linayeyusha. Je, na wewe una joto la kulingana na joto la jua? Jibu ni hapana. Kwa moto utatumia oksijeni nyingi kuyachemsha ili yaweze kuyeyuka na yaweze kuhifadhiwa mwilini. Kwa hiyo kile kiwango cha moto unaomagwa itakufanya uweze kuumia na kuacha na maumivu kwa muda. Lakini sababu nyingine inayosababisha madonda ya tumbo ndio hiyo tumegusia kidogo, kutokula kwa nini? Kwa wakati. Kutokula kwa wakati. Na dalili zake ni zipi? Utasikia maumivu hapa kwenye sternum. Unasikia nini? Maumivu au kiungulia. Hiyo ni dalili ya kwanza. Au unakuwa unasikia moto unawaka, unawaka kupita kushoto au kulia. Unakuja hadi mgongoni huku, alafu baadaye utasikia unapanda juu. Hizo ni dalili za madonda ya nini? Ya tumbo. Au ukila baadhi ya vyakula unasikia maumivu, especially dagaa, maharage na vitu vyenye asidi kama vile machungwa na limao. Kila vile unakuwa unasikia tumbo linauma sana. Hizo ni dalili mojawapo. Lakini dalili nyingine ni ile ukihisi njaa unashindwa kuvumilia. Yaani kuna mtu akihisi njaa anatetemeka kwa mikono, na vibrate, anapata tremors. Unakuwa ni vibrate. Akila tu ile hali inafanyaje? Inaisha. Yaani hawezi kufanya kazi. Utaona hadi mdomo unatetemeka. Ila akila tu inafanyaje? Huyo ni mgonjwa donda ya tumbo. Kwa upande wa matibabu, hamna hospitali iliyogundua dawa rasmi ya madonda ya tumbo duniani. Isipokuwa tu ni za kufanyeje? Kuambia ukweli. Najua wapo hapa watu wa wizara, watu wa nini, wenda na kwa usalama, lakini uhalisia ndio huo. Hatuna dawa inayotibu madonda ya tumbo ya hospitali. Tunazo za kupoza tu. Lakini dawa ambazo zinaonekana kuwa sahihi za kienyeji na zinawasaidia. Herbal medicine ndio anaweza kupona. Na tiba nyingine tunayotumia ni huyu mtu tunamshauri apunguze nini? Mawazo. Ale kwa nini? Kwa wakati. Na apate muda wa kupumzika baada ya chakula kabla ya kwenda kufanyeje? Kulala. Na hisi muda wangu unasonga sana, nienda haraka kuhusu maswali. Tunaenda moja kwa moja kugusa pia mang'ondi. Mang'ondi ni ugonjwa unaotokea katika njia ya haja kubwa, na huu ugonjwa unaotokea kama kiupele au uvimbe au nini? Uvimbe. Inakuwa hivi, mtu akienda haja kubwa kanatokea, kanatangulia, akimaliza kanabaki au kanarudi, zinatofautiana. Lakini pia kuna mwingine unakuta vipo tu muda wote, aende haja asiende, unakuta tu vipo. Sasa hivi vinasababishwa na nini? Moja, vinasababishwa na kula vyakula vilivyokobolewa. Hilo kwa pamoja. Tunaopenda kula chapati mara kwa mara, maandazi, nakwambia ukweli, ipo siku itatiki. Hivi vyakula vilivyokobolewa, mfano chapati na maandazi, ukisha kula tu kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, vyakula vilivyokobolewa vinakaa muda mrefu, alafu kwenye kufyonzwa vinakamuliwa maji, vinabaki vigumu, hivyo mwendo wake unapungua. Tunaita peristalsis movement, mwendo wa chakula unapungua. Kwa hiyo vikipungua, mwendo ukipungua na havina maji, kwa vitakaa kwenye utumbo muda mrefu, na mara nyingi vinakaa kwenye sika. Kwa hiyo vikikaa pale kwa muda mrefu, hata siku 3, kula chapati na supu ya nyama, utamaliza siku hizi hujaenda haja, kama uli matunda na kunywa maji mengi. Na kwa kuwa uchafu umekaa tumboni kwa muda mrefu, unakandamiza hii mishipa ya chini, tunaita inferior vein and capillaries. Kwa hiyo vile vya mwishoni kuja kwenye mabadilishano ya damu kati ya artery na vein na capillaries, pale panapobadilishana damu pale panakuwa compressed, panakandamizwa na
kile choo kwa ndani. Kwa hiyo ikikandamiza ile mishipa inavimba, inatuna. Kwa hiyo vile vimishipa vile vya kwenye sphincter kule kwenye anus, kule kwenye njia ya kula vinaanza kuvimba. Lakini kabla havijavimba utaanza kusikia baadhi ya dalili zinazoanza kutokea. Kwa hiyo kwa ufupi ndivyo hivyo inavyotokea. Twende kwanza na sababu. Sababu nyingine ni unene kupita kiasi. Unakuta mtu ni bonge ana kitambi. Nawaambia kitambi ni ugonjwa. Simwone mtu ana kitambi ukasema ana nini? Google tu, wewe ingia hapo Google. Andika kitambi ni nini? Nitakwambia kabisa matokeo yake ni ukusanyaji wa mafuta mengi kwenye tumbo. Kwa hiyo tumbo, mwili umeona wewe una mafuta mengi, hapana mahali pengine pa kuweza kupeleka. Tofauti na wanawake wanakusanya mafuta mengi kwenye maziwa, wanakusanya mafuta mengi kwenye hips na maeneo mengine, tofauti na sisi wanaume. Kwa hiyo wanaume sehemu rahisi ya kukusanya mafuta ni wapi? Kwenye tumbo. Alafu unakutembea unadunda unasema wewe una afya. Wewe ni mgonjwa unahitaji kuombewa. Kwa hiyo kitambi, mtu anapokuwa na kitambi anakuwa na itampelekea pengine kuwa na uzito wa nini? Wa ziada. Kuna watu wakikaa tumbo linafanyaje? Linaning'inia. Huyu akikaa ana compress sphincter muscles huku. Na wengi wao unakuta anakuambia ninapata maumivu ya nini? Ya mgongo. Unaona? Kwa hiyo ule uzito unapokompress ile mishipa, mwisho wake inavimba, inaanza kuvimba. Sababu nyingine inayosababisha mtu anapata mang'ondi ndio hiyo ya kuwa anapata choo ngumu. Yaani kuna watu wanapata choo baada ya siku 3, 4 hadi 5. Tukiwa Kihonda Net Event Morogoro, kutana binti mmoja alikuwa na siku 5 akapata choo. Alikuwa ni mgonjwa, yani tuseme kama wale wagonjwa mautiuti, na yeye alikuwa hivyo, tumbo limejaa. Kamuuliza, dada, wewe unakula nini? Anasema, mimi asubuhi ni chai mandazi, mchana chai mandazi, usiku mandazi na maharage. Nikamwambia, shida ni nini? Anasema, kweli ninapenda nini? Mandazi. Kamwambia, sasa tutakuandikia maelezo ila utaenda hospitali nyingine. Akalia sana. Kamwambia, sasa tutakusaidia. Tunafanya procedure moja, wataalamu wa afya wanaelewa, tunaita enema. Kamwambia kanunue cassette, tumia cassette. Wanaelewa. Tukaja tukaikata, tukaiseta, tukamwekea sabuni tutumia sabuni ya maji. Tukampaki ya kutosha. Akatulia kwa muda wa dakika hizi. Tukamwandalia beseni. Alitoa choo nusu beseni. Baada ya hapo akawa mzima kabisa, akanyanyuka akaongea. Nikamwambia, kuanzia leo na maandazi koma kwa jina la Yesu. Kwa uchaguzi wako leo, kile unachoingiza ndio matokeo yako ya nini? Ya kesho. Kwa hiyo zingatia sana unapoingia kwenye meza ya chakula, kuwa very selective. Mungu alitoa ile Mwanzo 1:29 akawapa matunda, akawapa mboga za majani, majani ya konde wale. Yaani Mungu anajua yana afya, utakuwa vizuri. Ila hivi vitu alivyotuletea Bakresa, sijui Azam, sijui na nani hao wengine, havina chochote. Na rafiki yangu mmoja alikuwa tunasoma naye, amepata shida ya figo. Kamuuliza, wewe mbona umepata shida ya figo mapema hivi? Tunajaribu kumchukua historia, inaonyesha kipindi anasoma form 5 na form 6 alikuwa anasoma kwa kunywa energy. Sasa energy inampelekea figo zimeferi, na imeandikwa kabisa usinywe zaidi ya ngapi, na hairuhusiwi kwa mama mjamzito. Anakuambia yeye akitaka kusoma ana boost na energy. Kwa siku au siku moja alikuwa na uwezo wa kunywa zaidi ya ngapi? Figo zimeferi, imeshindikana. Alifariki kijana kabisa, amemaliza chuo, wazazi wanamtegemea, angalau jamii zetu za Kiafrika wanamtegemea, lakini ulaji, figo zimeferi, umekufa kabisa. Chagua sana unapokula. Sababu nyingine inayopelekea mtu anapata mang'ondi ni kukaa muda mrefu. Ni kukaa muda, wale wa maofisini, wale wenye MB na CRDB wale, na wale wanaoendesha magari ya masafa marefu wanakaa muda mrefu. Wanafikia muda akinyanyuka hadi anasikia huko panafanyaje? Panauma. Kwa hiyo anapokaa muda mrefu anakompress zile sphincter muscle zinaanza kuvimba. Na kabla hazijavimba ataanza kuona dalili moja, kuwashwa. Tamani kufanyaje? Kujikuna. Lakini hawezi.
Vinaibisha vinapoanza. Panawasha. Dalili nyingine utakayoanza kugundua kwamba wewe uenda una mang'ondi ni kwa ukienda haja unapata choo gumu. Hiyo ni dalili moja wapo. Au unapata choo chenye damu mwanzoni au mwishoni. Hiyo ni dalili moja wapo. Lakini dalili nyingine utaanza kuona viuvimbe vinatokeza kwenye njia ya haja kubwa. Vinaweza vikawa kwa nje, kuna za aina mbili, kuna za ndani na za nje. Sasa za nje zinakuwepo tu masaa yote. Uende haja usiende. Ukishika unakasikia. Hata muda mwingine kutembea unahisi maumivu makali, yani vinawanima raha kwa wanaume. Hata kazi huko uwezo ukafanya. Tibiwa kwa jina la Yesu. Sasa na hiyo nimekataa kufanya kazi. Sasa dalili nyingine utakayoanza kuiona ukienda haja, zile zikiwa zile za ndani zinatokeza. Zikitokeza kumaliza haja zinafanyaje? Zinarudi. Zingine huwa zirudi, nakatalia pale pale. Sasa kwa kuwa vimekatalia pale, vile vinyama vinapelekea wewe kuwa unapata maumivu makali wakati wa kwenda haja kubwa. Kuna hatua ya kwanza na hatua ya pili, vinatibiwa kwa dawa. Ile ikishafikia stage 3 na stage 4 ambayo ni utakuta ni virefu kabisa hivi, havitibiki kwa dawa yoyote ulimwenguni, ni mpaka upasuaji. Kwa hiyo ukija kwa afya tutafanya procedure moja inaitwa neurolectomy. Tunakata, tunatoa, halafu unaendelea na maisha kwa jina la Yesu. Hayo ndio matibabu makubwa tunayoyatumia. Napenda nikaribishe maswali na nyongeza kabla